mkewe Nahori ndugu wa Ibrahim, naye ana mtungi begani pake. Na yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata utakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka kuzungumza kuhusu kuchagua kanisa. Kuhusu kuchagua kanisa au kuhama kanisa. Tuseme wote, kuchagua kanisa au kuhama kanisa. Watu wengi wanapenda watu kuhamia kanisani kwao, ila hawazungumzia habari ya kuhama. Tutamwona ndugu Branham namna yeye hakuwafunga watu kanisani kwake. Kama uliona wanabaki kwake, ni kwa sababu alipenda kuwa naye. Mungu ashukuriwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye hakuwafunga watu kamwe, aliwahakikisha wanakuwa kwa huru, kwa sababu kumtumikia Mungu hakuna masharti ya kufungwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Najua shida iko nyuma speaker tu, sio mahali pengine. Mnampenda yeye na nivumilia. Niongezeni sauti kama ni ya kupayuka, itafiatukia hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka niseme machache kwa leo, vile Mungu ataniongoza kusema, na nimeona adui ameamua asubuhi kuondoa kila sauti iliyokuwa nzuri. Yeye anaelewa kuliko tunavyoelewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu Benson hajafika? Naam. Okay. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa mara nyingi masomo sikia, nawaambia hawanisikilizi. Hamnisikii mafundi mitambo. Na nene ya mwisho leo. Mnamvuruga Mungu. Ni speaker pale nyuma. Nimekuwa fundi mitambo miaka 3 full gospel. Naelewa. Na ukitaka kuvuruga ibada, ni fundi mitambo atavuruga ibada. Mungu atusaidie sana. Iwe ni mwisho leo. Kama hakuna fedha, nioneni ofisini. Kama vina gharama kubwa, hata 10,000 haifiki. Mungu atusaidie sana. Tuko pamoja? Basi kile adui anafanya mwache, anajua yeye huwa anaelewa kwamba hawa jamaa wakisikia vizuri nitakuwa nimepigwa. Na yeye anakaa hapo tu, speaker. Mungu atusaidie sana. Naomba fungua moyo wako. Kanisa la kweli la Mungu aliye hai halishawishi watu kukaa kanisani kwa vyeo. Amen. Halishawishi watu kukaa kanisani sababu ya fedha. Linashawishi watu kwa neno peke yake. Kiona kanisa unafika tu anakupa vyeo. Wewe utakuwa mwenyekiti wa mama, wanataka kukuloga. Sisi hatukai na Yesu sababu ya jambo lolote, tunakaa kwa sababu ya neno peke yake. Amen. Sasa leo nataka niseme mambo mawili au matatu kabla tutamaliza Jumapili kwa neema. Katika mambo mengi maishani mwetu, Mungu ameweka chaguo ndani ya mwanadamu.
Mungu hamlazimishi mwanadamu kumtumikia, hamlazimishi mwanadamu kuhudhuria ibada, hamlazimishi mwanadamu kutoa fungu la 10. Kumtumikia Mungu ni hiari. Ingekuwa ni lazima, kila mwanadamu angemtumikia. Amen. Tangu bustani ya Edeni Mungu aliweka hiari, aliweka uchaguzi. Kwa hiyo daima usikamatwe kwa nguvu, usitumikie Mungu kwa hofu ya mtu. Tunamtumikia Mungu kutoka moyoni, bila tunasikia kutoka moyoni, na Mungu atubariki sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, tuanze hapo. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Tangu kitabu cha Mwanzo kunaanza ni hiari. Mwanzo 2:15 mpaka 17 anasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Sikiliza mstari unaofuata. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu hakuweka kufuri kwenye huo mti, hakuweka malaika walinde kwamba usiguse, akamwacha mwanadamu afanye chaguo. Na hata leo Mungu anataka ufanye chaguo. Unasikia vizuri? Kumtumikia Mungu siku na mchana ni chaguo, ni kutumika wewe mwenyewe. Ukitaka kuwa mzembe utapata hasara ya uzembe. Tutaona Mungu hutimiza baraka na laana unapomtumikia. Unasikia vizuri? Ilianza na baraka, mwisho ikatokea laana, na mwishoni kabisa Ufunuo nako kunaweka vitu hivyo hivyo. Inategemea namna ambavyo utamfuata Mungu vizuri. Anasema kwamba wana hiari ya kugusa au kula ya matunda au kutokula, na hakuweka pale mtu kumwambia, hakuweka labda geti kwamba hakuna kugusa, hakuna kula. Mungu aliachilia huru mwanadamu afanye anavyotaka. Ndio maana atakuacha uende Kariakoo ufanye unavyotaka, atakuacha shuleni ufanye unavyotaka. Mungu amekupa chaguo. Mungu ashukuriwe sana. Unampenda Bwana? Twende Kumbukumbu la Torati. Fuatana maandiko kidogo, ni shule ya Jumapili. Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Mungu ameweka choice, chaguzi. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 19 mpaka 20. Inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahim na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Kila ahadi ndugu Branham alipewa na Mungu kwa ajili ya kizazi chake inatimia kwa watu wanaotii peke yao. Sio kujua ujumbe sana, hapana. Waweza kujua ujumbe na usiuishi. Mungu anatafuta wanaotii. Amen. Adamu alishindwa, Israeli walishindwa, lakini majira yake kuna neema Mungu ameweka. Mungu alibadilisha mfumo. Wakati wa kwanza alimwambia Ibrahim, Adamu, ukifanya na mimi nafanya. Alipokuja kwa Ibrahim akafanya hivyo, akamwambia ameshafanya, wewe unapasa tu kuniamini. Na sisi pia Mungu ameshafanya, tunapasa tu kumwamini. Jina Bwana libarikiwe sana. Tufungue tena Yoshua sura 24. Ni shule ya Jumapili. Waandike maandiko hayo. Yoshua sura 24 maneno 16. Basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Sikia, anawahimiza hivyo, lakini anawapa choice. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni vileo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, masanamu yale na mizimu, au kwamba ni miungu wale wa Waamori ambao
mnakaa katika nchi yao, lakini mimi Joshua, amina, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tuseme wote, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ndugu dada, nataka niwaambie, wakati mtu anamtumikia Mungu kwa moyo wake wote, kuna muda anaonekana kama utumwa, lakini mfanyakazi yote bora, kuna muda ataitwa watampandisha mshahara, kuna muda ataitwa ampandishe cheo, kuna muda ataitwa apate marupurupu. Kwa hiyo mara nyingi unapomtumikia Mungu kwa uaminifu sana, inaweza kuwa kama kero, lakini nakwambia huko wakati utaanza kuvuna matunda. Haleluya! Kila mkulima mwenye tabu ya kulima mwisho wake anapata matunda. Ndio maana leo kama unakwepa kumtumikia Mungu, unategea na Mungu naye atategea. Mungu atusaidie. Je, mnampenda Bwana? Kwa hiyo Mungu ameweka uchaguzi. Iwe ni kuoa lazima uchague, iwe ni kusoma lazima uchague. Kama unataka kuwa mbumbumbu unachagua, unataka kuwa msomi unachagua, unataka kuwa maskini maishani mwako unachagua. Unaweza kukaa ukawa maskini, na kama unataka kuwa tajiri unatakiwa uamue. Unataka kuwa karibu sana na Mungu lazima uamue. Mungu atusaidie sana. Unampenda Bwana? Mungu ametupa chaguo, ndio naanza nalo hilo. Twende kuchagua bibi harusi. 650429 ujumbe wa mwishoni kabisa huko. Karibu nabii anataka kuondoka. 650429 kuchagua bibi harusi. Tuone hapo, nishikilie kwa makini. Usikae hapo ukishikiliwa na mchungaji. Usikae hapo unashikiliwa na mtu aliyekualika. Unapaswa kufanya tathmini. Huyu mchungaji mwenyewe anakwenda mbinguni kweli au anatudanganya? Amen. Kifungu cha 31 anasema, katika mambo mengi ya maishani sisi tumepewa chaguo. Njia ya maisha yenyewe ni chaguo, yaani namna ya kuishi duniani. Kama ukoo ni maskini na wewe unataka kuishi umaskini wao, utakuwa maskini hivyo hivyo. Kama ukoo ni watu ambao wanaishi dhambini na wewe unataka kuishi dhambini, utabaki hivyo. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na anapofanya uchaguzi Mungu anasema amen. Lakini kama unachagua kuwa mtu wa kawaida, utakuwa kawaida. Nataka nikwambie, nimekuwa na fahamu zangu hata kabla sijaokoka. Nilisema sitakuwa kama baba. Nitachukua mambo mazuri ya baba, mabaya nitayaacha. Barack Obama wakati akiwa rais wa Marekani alikuwa anatoa historia yake, anasema wakati amekuwa mkubwa alikuwa anamwangalia babake, akachukua hekima yake na vitu vingine vile vibaya vya kunywa pombe na vingine akaviacha. Sio vyote kwenye familia ni vibaya, lakini lazima uwe na msimamo wako, lazima uwe na uamuzi wako kwamba mimi nitaigeuza familia yangu. Na nisikia vizuri. Sasa familia nzima inakutegemea na wewe unafanya mzaa, unatumikia kwa namna ya kawaida, haitawezekana. Mungu atusaidie. Anasema katika mambo mengi maishani sisi tumepewa chaguo. Njia ya maisha yenyewe ni chaguo. Tuna haki kufanya njia yetu wenyewe, kuchagua njia yetu wenyewe tunayotaka kuishi. Eti mnasikia vile maneno? Shusha kwanza tena. Anasema katika mambo mengi, sio moja, mambo mengi maishani sisi tumepewa chaguo. Njia ya maisha yenyewe ni chaguo. Tuna haki kufanya njia yetu wenyewe, kuchagua njia yetu wenyewe tunayotaka kuishi. Mimi nimechagua njia ya Bwana peke yake. Amen. Nimeamua kuifuata njia ya Bwana pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Hiyo njia Musa alichagua, akaona utajiri wa Misri hauna maana. Haleluya! Akihesabu kushtumiwa kwake Kristo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo kuna hatari humu ndani. Unampenda Bwana?
Na hatari leo, kuna mtu mmoja amejitokeza na kuja madhabahuni. Mnampenda Bwana? Yeye ni Pastor Mgara. Leo ni siku njema sana. Ni baba mkwe wa Simon Eric. Amen. Na yeye yuko hapa, babu yao Kinatoni amekuja kimya, kanifanyia surprise. Mnampenda Bwana? Tuko pamoja. Kwa hiyo kila jambo chini ya jua kwa mwanadamu yoyote amepewa chaguo. Unataka maisha yana fani, chaguo. Huduma hii niliyo nayo, kama nataka kuwa huduma ya kawaida ni chaguo, sitaki kuwa ya kawaida ni chaguo. Kila kitu ni chaguo. Unataka uwe mtu wa namna gani? Ni chaguo. Amina. Elimu ni chaguo. Tunaweza kujichagulia iwapo tutaelimishwa ama iwapo hataelimishwa. Hilo ni chaguo tulilonalo. Yaani kusoma watoto wako ni chaguo, kutokusoma ni chaguo. Mungu atusaidie. Mema na mabaya ni chaguo. 1, 2, 3. Kwa nguvu zaidi. Naona? Yaani wewe usiseme mimi nimeandikiwa mabaya tu. No. Ni wewe. Nimesikia asubuhi mhubiri wa asubuhi amesema kile unakiri ndio Mungu anakifanya kile. Kama unakiri kushindwa utashindwa. Kama unasema si familia yetu ndio hivyo hivyo na mtabaki hivyo mpaka tunawazika. Lazima wewe uliamini neno. Change step. Change step. Badilisha hatua ya familia yako. Geuza mwenendo wa familia yako. Wao wanalia na unalia. Hii familia yetu hii. Tangu babu, tangu shangazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi nilikataa. Baba yangu alikuwa na baiskeli. Phoenix. Raja. Wa zamani wanajua. Aina ya Raja. Waleo hamsijui hizo baiskeli hazipo. Na hiyo baiskeli iliandikwa kwa masimango. Mali, jembe, ona wivu, nunua yako. Nasikia baiskeli ya baba. Sio gari, ni baiskeli. Kwa wakati wa kupata baiskeli kwa ni gari sana. Nikamwambia Mungu, mimi sitaki baiskeli. Nikiwa nimekuwa lazima niwe na gari. Hata kama una uwezo endelea kukiri. Nasikia Biblia inasema utakula matunda ya midomo yako. Yale unasema ndio Mungu anakupatia hayo. Kuna muda mwingine unaweza usiseme, lakini moyoni ndio unawaza hivyo. Kemea hayo mawazo yaondoke. Anza kukiri mambo ambayo huna kwamba yatatokea tu. Tunaamini. Mimi nimekataa huduma kawaida, sitaki. Sikuitiwa hiyo. Mafanikio ya kawaida siyataki. Afya ya kawaida sitaki. Mafanikio ya wanangu ya kawaida sitaki. Kama ulikuwa hujajua watoto wako mwenyewe unaweza kuwaombia ni wewe mwenyewe, lakini kama unaona wanahangaika, hausemi maneno juu yao, utamki chochote, wanabaki hivyo hivyo. Watamkie maneno. Wanangu hamtakuwa hivi mlivyo. Mungu atawainua. Haleluya. Unamsikia? Mungu alisema iwe. Na wewe ukisema ita. Sisi ni miungu wadogo. Ni miungu wadogo kabisa. Ninyi mmeitwa wana wa miungu. Ni miungu. Wewe ni Mungu mdogo. Ishi neno, utaumba vitu vyako mwenyewe na utashangaa hivi Mungu ananisikiliza mimi? Ndio. Acha kukiri kushindwa. Nikashangaa ndugu yuko pale. Mema na mabaya ni chaguo. Kila mwanamume, kila mwanamke, mvulana na msichana inampasa kuchagua iwapo watajaribu kuishi vyema ama hawataishi vyema. Ni chaguo. Kwenye ndoa kama unasema mimi nitakuaga hivyo hivyo na utakuwa hivyo hivyo. Hili mwanaume hili. Na umegeuza witi mwanamume unaita ni mwanaume. Unaonaje ukilita ni mwanaume itabadilika? Utalita jina la Goliath ni mwanaume. Anza kupuuza na kusema huyu ni shetani, mume wangu ni mtu mzuri. Mambo yatabadilika tu.
Amina. Kila jambo ni chaguo. Chaguo ni jambo kuu. Tuseme wote, chaguo ni jambo kuu. Kuna aina ya maisha yale unayofikiria itakuwa ya kwako. Hata ukimwi Mungu hawezi kulivuka neno lake. Mwanao amekiri yeye ni maskini, mwanao amekiri magonjwa hayataondoka. Unajua namna ya uponyaji. Ndugu Branham ameshawahi kumwombea mtu kimoyomoyo. Ile siku nilipoiona ajabu. Kulikuwa na mtu mmoja kama na goita na vitu gani, hawezi kula chochote kile. Ndugu Branham akaomba hivi moyoni, akasema, leo sitaki niseme maneno, nataka kuomba ndani ya moyo wangu. Akasema, kama huduma yangu inakwenda kuwa mpya, naomba leo unijibu kwa maombi ya moyoni. Huyu mtu apone sasa hivi hapa. Alikuwa hawezi kula chochote, walimwekea mayai na maharage pale. Wakati aliomba sala fupi moyoni bila kusema midomo, Mungu akajibu. Hata mawazo yako Mungu anajibu. Tunaamini hivyo? Tunaamini hivyo? Wangapi wanaamini hivyo? Biblia inasema Mungu hajibu maombi, Mungu anajibu nia. Amen. Mkiwa katika kuwazawaza, mimi Mungu tajibu. Wakati mnaomba nitasikia. Mungu anajibu nia. Yule mtoto alikuwa anaomba kwa alfabeti A B C nini, yule kasisi akakaa akamsubiri, kaambia, hebu mtoto anafanyaje? Alikuwa hajui kwa mamake alikufa mapema, hakumfundisha kuomba. Kwa hiyo akaanza kusema A B C E. Alipomaliza kuomba, yule kasisi akamuuliza, mwanangu, ulikuwa unafanyaje? Sasa alikuwa naomba. Sasa kuomba kwenye utaja A B C D, A B C. Akasema, mama alikufa mapema, hakunifundisha, alikuwa muombaji, sikufanikiwa kuna nilikuwa mdogo. Lakini huyu Mungu anaweza kujua ABC zao. Wangapi wanaamini hivyo? Mungu anajua nia ulionayo. Haleluya! Ndani ya moyo wako unayoyawaza ndio Mungu anayoyachukua. Chaguo ni jambo kuu. Kikomo chako cha milele ni chaguo. Na huenda ikawa labda usiku wa leo au baadhi yenu wanafanya chaguo hii, labda na kadhalika, ambapo utaishi milele kabla ibada hii haijaisha. Labda asubuhi ya leo kutakuwa na wakati mmoja ambapo kama ulimkataa Mungu mara nyingi, kutakuwa na wakati mmoja utamkataa mara ya mwisho. Kuna mstari kati ya rehema na hukumu. Usicheze na dhambi. Kuna muda utavuka mstari fulani, Mungu atanyamaza kimya. Mungu msaidie sana. Na ni jambo la hatari kwa mwanamume ama mwanamke, mvulana msichana, kuvuka huo mstari, kwa kuwa hakuna kusudi akurudi unapovuka mstari huo wa mwisho. Kwa hivyo asubuhi ya leo huenda ikawa ndio wakati ambao wengi wanafanya uamuzi wao mahali watakapoishi milele, sio tu milele sio na mwisho. Kuna chaguo lingine tulionalo maisha, nalijua ni kupata mke, mume. Amina. Amina. Usifanye mkurupuko kuoa au kuolewa. Hebu niseme kidogo hapa, na leo tuna engagement. Kuna mambo mawili duniani hutakiwi kuyafanya kwa kubahatisha. Mawili tu. Kazi unaweza kubahatisha, fanya hii unaingia nyingine. Biashara unaweza kuanza hii ikifilisika unaanza nyingine. Amina. Unaweza kuhama kuhamia mahali pengine, hakuna shida. Lakini mambo mawili usijaribu kubahatisha. Jambo la kwanza, wokovu. Wokovu ndio jambo ambalo tunapaswa kuliwekea makini sana, kwamba hata kanisa unalosali pawe ni mahali ambapo unaona wewe mchungaji afanye utani. Ni kwamba kama ukiambatana naye utaenda mbinguni, lakini kama na utani ondoka nile mahali pengine. Mungu ashukuriwe sana. Jambo la pili, kuoa. Waliooa kabla hawajaamini neno, au kama alioa msalaba ni jukumu lake, ndio msalaba wake. Nabii anasema nenda nao uvumilie. Amen. Lakini kama ni kijana, binti, kijana, hapo una nafasi ya kumwomba Mungu, una nafasi ya ushauri wa mchungaji. Usibahatishe. Kama kuna majuto, kuna mateso, ni kuolewa na mwanaume ambaye si wa kwako.
ni kuoa mwanamke ambaye sio ni wa mtu mwingine. Naposema wa mtu mwingine, simaanisha ameolewa na mtu mwingine, pengine sio ubavu wako. Ukimpata wa kwako mtaelewana, tabia zitafanana, hata watu watasema wa jamaa ni kama mapacha hivi. Mgara na mkewe ukiwaona wako sambamba. Kwa nini? Unampata wa kwako, alizaliwa mahali fulani, alikwenda kuishi mahali fulani, lakini anarudi kwako tena. Mungu ashukuriwe sana. Naona kwa hiyo hapa, kumbuka hilo chaguo lazima sana. Kuna chaguo lingine tulionalo mashani, ni mwenzi wa maisha, kijana mwanaume au kijana mwanamke anayeingilia maisha. Amepewa haki ya kuchagua. Kijana mwanaume kuchagua, kijana mwanamke ana haki ya kukubali ama kukataa, na hapaswi mchungaji kushinikiza. Lazima muoe huyu, namwelewa tabia huyu. Wape vijana muda wa kusomana, wape muda wa kuelewana. Amina, amina. Kijana mwanamke ana haki ya kukubali ama kukataa, lakini lingali chaguo pande zote mbili, wote wawili, mwanamume na mwanamke wana haki ya kuchagulia. Pia una uchaguo kama Mkristo. Tuseme pia una uchaguo kama Mkristo. Okay, kwenye kuoa, mtoto wangu Simon wakati anafanya uamuzi wa kuoa, mara ya kwanza alifeli. Feli kweli, kaangukia pua. Alimchagua binti moja anaishi Marekani, na anatembea vidole viko hivi na am nyingi sana, Kiingereza cha Marekani, Nikamwambia, ndugu, una haki ya kuoa, lakini sio kwa mtindo huu. Hii wangu itaenda kulima nyumbani kweli? Simon akaniambia, baba, iwe ni hivi iwe namna gani, mimi ndio nimeshachagua, na mimi ni baba yake, mimi ni mchungaji wake. Nikamwambia, utalia, utakuja unalia, nitakuona unalia. Akasema, potelea mbali, hata kama nitalia. Basi nikamwacha, wakaenda kwenye urafiki wao hivi. Siku moja nikamwona suruali kama nataka kuvulika hivi. Unajua ukichanganywa sana mpaka unakonda mpaka kiuno. Usifanye mchezo, mwanamke akianza kusumbua suruali itadondoka. Nikaona anakuja analia kweli. Vipi? Yametimia. Vipi? Baba, basi nyumba unayoona hiyo ndio tulifanyia usuluhisho huko ndani. Hii ilikuwa ofisi yangu. Hii nyumba nilipiga plasta mwenyewe, nimeweka umeme mwenyewe, kila kitu, symbol, kila kitu. Ndio ilikuwa ofisi yangu ya kwanza ya kuweka vitu vyote. Hatujajenga, tunabudia kwenye mahema. Mungu ashukuriwe sana. Sasa ananipa ushuhuda siku hizi, ananiambia, mzee, vile ulinionya nikakataa, na nilipodondoka kwamba kuona nimeangukia, hajaniambia aliona nini. Kwa hiyo akawa makini, akamwambia, Bwana Mungu nisaidie nisipotee tena. Amen. Sasa tulikuwa Mwanza kwenye mkutano, kanisa la Mwanza lile la miti, mzee Mgara anajua. Nashukuru yuko hapa leo. Kwa hiyo kulikuwa na kanisa kamiti. Basi yeye alikuwa ndio mchukua picha kama ndugu Daniel. Kuna video na kamera pana anachukua. Sasa tunashangaa ile video pale nyumbani. Akifika mahali Esther alipo, inakaa dakika 5, anamzumu, anafanya hivi. Ile ibada sidhani kama alisikiliza mahubiri. Esther mwenye kaja hapo aje kwa njia. Kwa hiyo tunamaliza ibada, tukakaribisha nyumbani kwa mzee Mgara. Sasa kama mwenye anakumbuka, sijui Mwanza walikuwa karibu sana, sisi hatuwezi kabisa. Yaani Mwanza ukifika wanagombania wageni, sisi hatuwezi.
Sisi ni wachoyo. Mwambie mwenzako sisi ni wachoyo. Kamate mkono mwambie sisi ni wachoyo. Mwanza watu watano wanakuambia naomba uje kwangu mchungaji, nipe mimi. Sasa tukaenda asubuhi, tunaamka hoteli, tumemaliza kula chakula, naamka hoteli, mchungaji ananiambia bwana, ushapata mkamwani tayari. Kuna mkamwani anakuja hapa nani? Simoni shapata mtu. Nilipomwona Esa nikalizika. Hata simjua mambo mengi. Namna tu alivyo sema huyu hakuna hamu. Na ni mama ananifaa. Usifanye mzaa unapoenda kuoa ukazani tunataka ufurahishe vijana kanisani. Tunataka nioe chuma kikali, chombo moto, utawaka huko nyumbani. Kuna moto, oa moto kuwakie moto. Vijana wanacheka chini hapa mzee. Nataka nioe mwanamke ambaye ni siku ya sendo, yaani ya engagement. Wajue umechukua mtu, pima tabia. Elieza alitafuta tabia. Na leo tunatafuta tabia. Mungu anatafuta tabia. Haleluya. Yuko hapa amenipa wajukuu watatu, sina shida naye. Ni mama, nikigogoroka sana nitakapoanza kutembea na kamkongojo kangu na mzee mwenzangu tutafika tu. Ndio tunataka mtu sio moto. Tunataka mtu mnyenyekevu. Anaweza kutuvumilia. Amina. Haleluya. Nilimwona mke wangu akimtunza mama mpaka namzika. Nataka na mimi nitunzwe. Nampenda Bwana. Kwa hiyo uzeeni hatuna namna, tukimbilia kwa mtoto mmoja wapo, sio kwa nani hawezi kuelewa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Mnapenda Bwana? Wacha nihame hapo kidogo, nitakawia sana, nimalizie. Twende kifungu kinachofuata sasa 7. Okay, no, baki sasa 6. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema na unachagua pia. Unapochagua kanisa hili, unaweza kuchagua kama wewe katika kanisa hili, kama utachagua kanisa ambalo litakuongoza hata kikomo cha milele. Mungu atusaidie. Naomba uniangalie vizuri. Kwa nini kupoteza muda kuja kuabudu hapa? Kama mchungaji huyu hana malengo ya kupeleka mbinguni, unapaswa mchague mchungaji ambaye yeye akili yake inawaza saa yoyote atanyakuliwa, muda wote ataenda. Haleluya. Hangaiki vitu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine mtazidishiwa. Naona chagua mchungaji au kanisa ambalo litakupeleka mpaka kikomo chako cha mwisho. Naona unapochagua kanisa hili unaweza kuchagua kanisa ambalo litakuongoza hata kikomo chako cha milele. Unaweza kuchagua kanisa ambalo lina kanuni fulani litaka za imani, hata ukifikiri kwamba kanuni hizo ndizo kile unachotaka hasa, hauzuiliwi. Ama kanisa lingine lililo na kanuni zao za imani, hauzuiliwi. Na ndipo kuna neno la Mungu unachagua kwake na kupasa kuchagua. Kuna sheria isiyoandikwa miongoni mwetu ya kuchagua. Naamini ilikuwa ni Elia wakati mmoja juu ya mlima Karmeli, baada ya lile shindano la kuamua katika saa kuu ya hatari sana ambayo tunakaribia sasa hivi. Labda huenda ikawa kwako ama kwangu mchana wa leo kwamba tufanye chaguo hili kama lile tukio la mlima Karmeli. Alisemaje Elia? Kusema ukweli, nafikiri inaendelea ulimwenguni kote sasa, bali hivi punde utakuwa na wakati ambao itakulazimu kuchagua. Alikuwa na shindano gani? Elia alisema kama bahari ni Mungu, tumikieni. Amina. Kama Mungu wangu Elia ndio Mungu, tumikieni huyo Mungu. Israeli wakachagua bahari na Elia akabakia peke yake. Nasema hivi, heri ubaki peke yako, heri mbaki wachache, lakini mnamtumikia Mungu aliye hai. Amen. Na wanaume hapa
kanisa yenu kimadhehebu na kadhalika, amini tu hili ya kwamba ile saa imekaribia sana ambapo itawabidi kuchagua ama mtaingia kwenye baraza la ulimwengu na kadhalika. Mungu atusaidie. Unajua Elia hakuwa na mtu zaidi ya mtumishi wake. Katika manabii 400 alisimama peke yake pale mlimani. Linaitwa onyesho, showdown mlimani. Akaambia anzeni nyinyi kwanza kutoa sadaka, mko wengi, lakini masharti ya leo hakuna kuweka moto. Wekeni kuni, chochote kile, kisha ombeni kwa Mungu wenu na huyo Mungu ashushe moto. Mtihani huo kwa mgumu, wanashushaga moto kwa kimizimu. Siku hiyo Mungu akagoma, wakajikatakata, wakafanya kila njia. Ilipokuwa wakati wa jioni, wakati wa ujumbe, wakati wa jioni, haleluya, Elia akasema mmehangaika, imetosha. Labda Mungu wenu amesafiri, labda amelala, hana majibu. Sasa tulieni, ni wakati wa jioni. Mimi naanza, sema amen. Na alianzaje? Akabomoa kwa vitu vyote, akayapanga mawe upya. Haleluya. Akajenga madhabahu upya, akatia mapipa 10 na ngapi? 12. Mawe 12 na mapipa 20 na ngapi? Mitume 12 na wazee. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu anatufundisha kupita dukana. Hawa ni wazee 24. Ukitaka kufanikiwa, kaa nyuma ya wazee hao. Tembea nyuma ya wazee hao. Utawapataje? Wako ndani ya Biblia. Amen. Mungu atusaidie sana. Sasa Mungu hakumlazimisha Adamu kwamba usile, akamwambia tu una ruhusa ya kula au kutokula. Kiendelea kutokula, nilivyokuambia, utazidi kunawiri na ushirika kati ya mimi na wewe utaendelea. Wengi wenu mnajua kuna muda uliposhikilia neno, daima ulimuona Mungu maishani mwako. Uliita kaitika. Uliingia kwenye maombi ukamuona. Ulipoanza kukaidi kimya kimya, utaona ushirika unakatika. Ghafla Mungu akaja, Adamu hayuko mahali pake. Ukianza kuishi dhambini unakosa amani. Ukiishi dhambini unahukumiwa. Hautaweza kuomba tena. Ukiingia kuomba na shetani anakuambia pale. Mungu atusaidie sana. Tuone Adamu ifanyikaje, tunafanyikaje, tutoke hapo. Kuthibitisha neno lake. 24:08-16 shule ya Jumapili. Adamu alifanyaje? Kifungu cha 76. Je, mnampenda Bwana? Katika mwanzo Mungu alimwambia Adamu na Hawa nini kingetendeka walipoacha kuamini neno lake. Nasikia vizuri kweli? Kifungu cha 76. Nataka hiyo mstari wa kwanza una maana kubwa sana. Anasema katika mwanzo, hiyo tumesoma mwanzo, Mungu alimwambia Adamu na Hawa nini kingetendeka walipoacha kuamini neno lake. Ukiacha kuamini neno, ukaanza kuishi kijanja, wewe mwenyewe itakupata kitu mpaka na sitaona. Naona anasema naam, aliweka mema na mabaya mbele yao, kisha akasema siku mtakayokula siku hiyo mtakufa. Na Mungu alimaanisha aliyosema hasa. Kila mara yeye kufanya hivyo humaanisha anachosema. Tuseme wote, Mungu akisema jambo humaanisha anachosema, huwa anatimiza. Nataka niseme asubuhi mapema, Mungu hutimiza baraka na nini na laana. Ni mwaminifu. Yaani ukivunja neno anakuingizia mzigo wako. Naona anasema Shetani alimfanya asiliamini kwa kuwa Shetani mwenyewe hakuliamini kamwe. Yeye haliamini, kwa hivyo alimweleza Hawa asiliamini, naye angali anatenda jambo lile na kufundisha wengine jambo lile, nao kukosa kuliamini kama vile Hawa alivyofanya. Mungu aliwakinga watu wake kwa neno lake. Huo ndio ulinzi wako wa pekee. Haleluya, haleluya.
Unataka usiku na mchana uwe salama, ishi neno. Neno ni kinga yako. Amen. 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 Neno ni, nisikilize vizuri, nikupe ushuhuda mdogo wa kweli. Simon, ile ajali nilipoiangalia niliamini hangeweza kupona. Basi yanayokimbia mwendo kasi libinuke mara ngapi? Mara 2, hawezi kupona. Tutapona. Lakini kilichomfanya awe mzima ni kwa kuwa anatumikia ujumbe. Wangapi naamini hivyo? Usitumikia ujumbe kwa ulegevu, ukazani jambo la kawaida. Hapana. Sasa kanipa ushuhuda wa ajabu sana jana. Akaniambia, baba, nikiwa Korogwe mwezi uliopita, nikiwa nakula hoteli. Ni ushuhuda wenye utukufu sana. Akiwa nakula hoteli, mtu mmoja alikuja akakaa kwenye meza yake. Akamwambia, samahani, mimi unijui na nisikujui. Hawa wasanii ni wanajibu. Akasema, wewe ulipata ajali na gari lilipinduka mara 2. Na hao ni wanajibu. Akasema ndio. Akamwambia, ile ajali ilipasa ufe. Kilichokufanya upone, kuna nguvu fulani iko nyuma yako. Makofi hiyo nguvu. Simon akakaa na shangaa, hajawahi kuniambia. Akamweleza hiyo nguvu, sielewi inatoka upande gani au upande gani. Kama ni waganga wa kienyeji, nguvu za giza, hakikisha upotezi masharti. Na kama ni upande wa Mungu, hakikisha unadumu na huyo Mungu. Na waambia dumuni na neno. Haleluya! Haleluya! Makofi kwa neno. Akaniambia, baba, nilishangaa sana, sijakuambia. Nyuma ya kisogo cha ndugu Branham, unaiona nguzo ya moto. Akaambia kuna nguvu inakufuata. Hiyo nguvu ndio kulinda kwenye ajali. Itumikie hiyo nguvu, itimizie masharti yake. Makofi kwa nguzo ya moto. Mungu ametutembelea, tunatembea naye. Usijidharau, hata kama huna viatu, usijidharau. Wewe ni mtu wa zamani sana. Najua nabii anasema huyu malaika akikuacha kwa dakika moja unajinyonga. Hapa ulipo hujui ulimwengu unavyoenda. Umefichwa mahali fulani, unaishi kwenye anga zingine. Watu wanakushangaa, unawezaje kuishi maisha hapa duniani katika hali iliyoko sasa? Ni Bwana yuko pamoja nasi. Amen. Unampenda Bwana? Nikashangaa, kaniambia, baba, nimekaa na kunywa chai. Yule mtu akaniambia, sina shida ya fedha zako, sina uhitaji wa fedha, lakini nakueleza, tumikia hiyo nguvu, itimizie masharti. Sikia nikwambie, usidanganywe vitu vya dunia. Unalindwa na nguvu za Mungu zaidi ya mitambo ya kawaida. Wangapi wanaamini hivyo? Wachawi wanasema huyu akiacha tu siku moja tunammaliza, na hatuachi kamwe, na Mungu wetu hatuachi kamwe. Watoto wako naona vile kuna muda mwingine wanaenda kucheza, wanacheza na vitu vichawi, lakini wenyewe malaika yuko pale kuhakikisha wanalindwa. Shuleni wanakosokoswa na magari. Amen. Unampenda Bwana? Oh, Mungu nisaidie. Naona tuko pale. Anasema shusha tena kidogo.
Anasema shetani wako wewe. Okay. 77 shetani alimfanya asiliamini kwa kuwa shetani mwenyewe hakuliamini kamwe. Yeye haliamini samani. Kwa hivyo alimwelekeza Hawa asiliamini, naye angali anatenda jambo lile na kufundisha wengine jambo lile, nalo hukosa kuliamini kama vile Hawa alivyofanya. Mungu aliwakinga watu wake kwa neno lake. Usilidharau neno la wakati. Ili neno limepimwa. Hakuna ugonjwa, hakuna uchawi, hakuna umaskini, hakuna utasa. Haleluya! Shida tunalibeba kwenye mikono dhaifu sana. Wiki moja una furaha nalo, wiki nyingine unaliweka chini. Lile ua lilofungua mlima kwenye dhahabu, nilimwambia yule mtu, hakikisha uniache. Popote ukienda kwa marafiki zako, usiniweke kwenye meza, nishike mkononi, wajue huko na mimi ua. Nilifungua mlango wa mlima, dhahabu zikatokea. Akaenda nalo, akaona kama ni uzia, akaliacha mali fulani, na likamonya mara ya mwisho, mlango ukafungwa. Simon aliambiwa, hakikisha hiyo nguvu naitumikia. Kama kuna masharti umepewa, sasa yule mwenye haelewi mambo mengi. Kama kuna masharti umepewa, yazingatie sana, sababu hiyo ndio imekufanya gari imebiduka mara 2 na liluka bonde kabisa. Mungu wetu ni Mungu mkuu. Usiogope, Mungu anatupigania. Tunaamini hivyo. Mungu atusaidie. Naona anasema Mungu aliwakinga watu wake kwa neno lake. Huo ndio ulinzi wako pekee. Si dhehebu lako, si baba yako, si mama yako, ni sawa, lakini nyuma ya neno la Mungu ndio hapo Simon alilindwa. Nikamwambia Simon, wewe unabeba ujumbe wa Tanzania nzima. Wewe ndio mgawaji, ndio Yusufu, utachukuliwaje? Nilimwambia tukiwa naenda kuona. Nikamwambia huwezi kuondoka, nabii anasema hivi. Kama hata mahali mnahubiri ukweli, niangalieni mimi. Kama mhubiri hapo anahubiri ukweli, hii nguzo ya moto inafuata hapo. Sema amen. Na kama kule kuna amina za kutosha juu ya ujumbe, anafuata kwenye viti tena. Ndio maana kama una magonjwa mara kwa mara, wewe inabidi kusikiliza neno na kulipigia amina ya kutosha. Utapiga amina ya mwisho na Bwana atafanya jambo fulani. Haleluya! Kwenye utasa utapiga amina ya mwisho na Bwana atafanya jambo fulani. Wewe kama mkao wa amina. Mkamate mwenzako kumwambia kai badani mkao wa amina. Nabii anasema utaitikia amina moja mara ya mwisho na itafungua kila kitu. Wangapi wanaamini hivyo? Hebu nishangilie neno la Mungu leo. Haya majina nawaambia kanisa, sio majina kutembea umeinama hivi. Kanisa letu limevuka. Wewe ukiinama inama mwenyewe, si atuinama. Kutembea hivi kwa kujificha ficha ni kama umebebesha mizigo. Sio sasa hivi tunatembea kifua. Kanisa kama linaomba kwa dhati, linahubiriwa kwa dhati. Haleluya, haleluya, tunatembea kifua. Hujamwona bondia atembea hivi? Bondia hivi. Bondia mikono inakuwa tu hivi. Tunao ujasiri. Tumetembelewa na malaika wa Bwana. Tumetembelewa na nabii wa Bwana. Haleluya. Hebu angalia, usiweke tumaini kwenye mambo mengine. Kuna muda unahamisha macho, unahamisha hali yako, unaanza kuegemea vitu visivyo na uhai. Muegemee Mungu. Hata kama mambo yameharibika, muegemee Mungu peke yake. Tuliona wiki iliyopita wakati kuna tufani, Yesu amelala mlelani. Hakuogopa upepo. Hata uogopaji ameumba. Na kauliza, enyi wenye imani hapa, mimi nimelala humu ndani muumbaji, mnaogopa nini? Kama Yesu amelala ndani ya moyo wako, yakuja na yaje. Haleluya. Yaje. Yatakutana na nguvu ya Mungu. Mungu tusaidie sana. Naona anasema si dhehebu lako, si baba yako ama mama yako, lakini nyuma ya neno la Mungu. Hapo ndipo mahali ambapo muamini hulindwa.
sikupaona. Ndio hapo huyu mnajimu alimwambia usiache masharti, condition. Sikia niwaambie hivi, wewe usifanye utani na neno, heri mfanye utani na watu. Kwenye neno waambie msiguse hapo. Umeona vizuri pale? Anasema sio baba yako ama mama yako, ni sawa, lakini nyuma ya neno la Mungu, hapo ndipo mahali ambapo muamini au muaminiwa hulindwa nyuma ya neno. Wakati hiyo njia ndogo ilipovunjwa pale kwa msemo mdogo, nashangaa iwapo ni kweli ama si kweli. Haingewezekana kujadiliana kuingia na chakula mahali pa imani, wakavunja zile kinga. Neno lilivunja neno Adamu na Hawa, naye Mungu akatimiza neno lake, akalitenda. Shetani alijaribu kumfanya aamini, asiliamini, akamdanganya ama kujadili. Usijadiliane nalo neno. Wewe unasema vema, naamini, una haki, una haki. Mungu anaposema jambo lolote jinsi tu alilolisema, hilo ndilo ambalo ndio jambo la kutenda. Unasema vema, nafikiri bali kuna uwezo. Inakuja wewe unasema iweni tuna nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, na Kristo ni neno. Acheni neno liwe ndani yenu. Umesikiliza neno leo mpaka Jumapili ijayo, una muda kusoma neno. Utakipa na nini? Ugali, chai, saa mbili ushakunywa uji, na hiyo sio chai, umekwisha kunywa uji tayari. Amen. Sande vitumbua kama 7. Na unamaliza na maharage. Mchana ugali, hata kuruka uwezi. Na humu njiani mahindi, miogo barabarani. Kila muda kama kiwasa. Fanya hivyo kwenye neno. Ukifanya hivyo utainuliwa. Soma neno kila siku. Omba kila siku. Naona anasema, naona sema uongo, anashangaa. Haingewezekana kujadiliana. Ukaingia na kuchukua mahali pa imani, ukavunja zile kinga, naye Mungu tenda neno lake akalitenda. Shetani alijaribu kufanya wasiamini. Ama kujadili, usijadiliane nao. Una haki. Mungu anaposema jambo lolote jinsi tu alivyosema, hilo ndilo jambo la kutenda. Unasema vema, nafikiri bali huna uwezo. Anakuja iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, na Kristo ni neno. Acheni neno liwe ndani yenu. Maneno mengine yote yawe si kweli, maneno ya Kristo yawe kweli. Wengine wanamwamini na sababu zake zote, kama tu alivyofanya Hawa, wanajadiliana, wanakuwa na mjadala. Vema, mbona Mungu atende hili? Naam, hili si zuri, na kama vile iwapo ni kinyume cha neno, sivyo. Kwa hiyo kitu chochote, mwalimu yoyote, mfafanuzi yoyote wa Biblia, kitu chochote kile ambacho kingekufundisha au kujaribu kukufanya uliamini lolote, uamini lolote, hiyo ni moja mbali na yale Biblia hii isemayo, ni fundisho la uongo na ni shetani, tena sawasawa tu kama vile alivyokuwa kwa Hawa. Mungu anaendelea moja kwa moja, hata afanyeje shetani, afanyeje, Mungu anaendelea moja kwa moja akithibitisha kwamba ni hivyo. Sema amen. Nisikize vizuri, usidhani utamkomesha Mungu. Kuna muda unadhani mimi ninamkomesha Mungu. Akomeshwa? Yaani wewe ukitaka uendelee, nabii anasema hili jua unaliona hivi, hebu jaribu kuliambia kesho usitoke leo, jua litaendelea kutoka, na Mungu kama wewe unacheza, anaendelea na wanaoliamini wamebarikiwa. Na kila mara huwa kinyume cha sayansi, kila mara ni kinyume na njia ya sayansi, watu ya kuonyesha mambo, kwa maana yeye humsimiza kila neno la baraka zake na laana zake. Daima Mungu anafanya hivyo, na hata koma, na mimi nampenda sababu anatimiza baraka na laana.
nimemuona akitimiza baraka. Mungu atusaidie sana. Je, unampenda yeye? Sasa niache vitu vingine, nimalizie jambo la mwisho kwa dakika zilizobakia. Tuko na somo maalum, tutakata dakika chache za mwimbaji. Jina Bwana libarikiwe sana. Mnampenda Bwana? Mkristo halisi ni yule asiyeyumbayumba, ametia nanga. Amen. Wangapi wamewahi kupanda meli? Wachache sana. Wangapi wamewahi kuiona nanga ya meli? Sasa baadaye mbele tutaomba wa jamaa zetu watakuwa wanatupelekea lete nanga, alete nanga pale. Meli unavyoona ni kubwa, meli unavyoona ni kubwa. Kuna meli inakuwa kama huu uwanja tulionao wote, wanakuwa na uwanja wa mpira. Nimeingia mle ndani, shemeji yangu alikuwa amenaitwa bandari, alikuwa anaishi naye Upanga miaka 86 87. Nimekwisha kuenda kunywa pombe mle ndani, kule meli za kule, ndio alikuwa mkaguzi. Mle ndani mna viwanja vya mpira, yaani kama hapa unaweka goli na goli, kuna shule, kuna magorofa mle ndani, kila kitu. Usione meli imesimama iko pale, imeanza chini. Amen. Meli na gorofa, ina shule, watoto wanazaliwa. Mzee baharia, simama. Nadhani ndugu anaelewa. Yeye ameishi Ulaya muda mrefu keti. Yeye ni baharia. Anajua, sikieleza makosa usinisaishe. Tutasaishana baadaye. Sikujua kama mwenyewe yupo. Nabii akiongea mambo ya daktari anaomba msamaha daktari. Sasa utapitiliza bahari, anasema hamna, na kiwanja humo. Utanibishia baadaye kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini wanaishi, watoto wanazaliwa, wanasoma mpaka wanakuwa wazee. Nabii anazungumzia ile baharia mzee. Amen. Yule mtu alikuwa anashangaa su bahari na nyeta anafanya nini? Alikuwa anatunga mashairi, kisha akaenda alikuwa hajaiona bahari. Alipofika kwenye hiyo bahari, akashangaa bahari nzuri. Akamshangaa baharia anatoka anavuta mtemba, anatema mate. Akamwambia bahari nzuri na nini? Inanuka tu hii. Kwa nini? Nabii anasema amezaliwa humo ndani. Amen. Amezaliwa humo ndani, amekulia humo ndani, anazeekea humo ndani. Sasa meli, nienda kwenye point. Meli ili isimame, isiyumbe, isiondoke ilipo kama imepaki, sio inapotembea. Inapokuwa imepaki, imesimama, hata pale bandarini lazima yale maji yana nguvu sana. Kwa hiyo ikifika tu manahodha suni nani wanashusha nanga. Tulichuma fani liko kama mpaka chini nyingine. Sasa hizo nanga niangalie zinashikilia hapa. Nabii anasema zinaenda kuuma, sio kwenye udongo, sio kwenye mchanga, zinaenda kuuma kwenye mwamba. Haleluya. Sasa wengi hatuna hiyo, hatuna nanga. Majaribu yakija, yakienda kushoto kicharichari, hata mawimbi yao makali ilipopaki utaona vumba. Kwa nini nasimama? Nanga. Nataka niongelee hiyo nanga tumalizie pale. Unampenda Bwana? Unaona, unapokuwa hata unachagua kanisa utafikia, leo hatuwezi kufikia. Unapochagua uhakikishe kwamba hapo mahali ulipo umetia nanga. Haleluya! Umetia nini? Nanga. Tuone kwa haraka kidogo. Wagalatia 1 utasoma nyumbani. Si kama naweza kuisoma, siwezi kuisoma, ni ndefu. Wagalatia 1:11 mpaka 24. Ukisoma hiyo utamwona Paulo akisema yeye ametia nanga. Wakati wakisafiri kulikuwa meli na yumba, ikabidi washushe nanga. Tutasoma nyumbani, nataka niseme tu hivyo. Sasa nisikie vizuri sana ninapofunga jambo hili.
Lengo langu la masomo haya, taendelea Jumapili tena kwa sababu nataka kuzungumzia usikae tu mahali kwa sababu unampenda mchungaji. Usikae mahali kwa sababu kuna rafiki yako yuko hapo. Kaa mahali kama unajua huyu mtu maneno yote anayohubiri analenga kwenda mbinguni tu. Na ili uweze kufanya hivyo lazima uangalie kama umetia nanga kwa mahali. Kama unaona hapa nishindwa mwenyewe, lakini neno linahubiriwa. Wakisimama huyu nahubiriwa, kisimama huyu nahubiriwa, na sio mtu mmoja hapa. Tuone kwenye ujumbe mmoja hapa kwa haraka napofunga, na Mungu anisaidie. Ni shule Jumapili. Ujumbe wa Yakini wa 63:01-27. Nadhani kwa zaidi 63:01-27. Nisikie vizuri tunapofunga. Tapunguza kuimba kidogo leo. Kifungu cha 82. Anasema inakupasa kwa kila jambo, inakupasa kuwa na mahali fulani ungeweza kujifungia. Nami daima nimelitumia neno la Mungu kwa sababu hakuna nguzo nyingine ya kufungia niijuayo. Anasema kuu kama hiyo, kwa sababu mbingu na nchi zote zitapita, alisema Yesu, bali neno langu halitashindwa. Ni nguzo ya kujifungia jinsi gani? Neno. Paulo alikuwa na maisha yaliyotiwa msingi kwa Kristo. Huyo alikuwa Kristo, alikuwa ndiye yakini ya Paulo. Anasema alikuwa ni mwalimu mkuu. Paulo alifundishwa chini ya Gamalieli kule nje kule, naye alikuwa ni mwalimu mashuhuri. Anasema mashuhuri, lakini chini ya dhehebu la msingi wake wa Kifarisayo, naye akifundishwa, akielimishwa, na alikuwa na msingi mzuri sana. Nafikiri wakati alipompokea Roho Mtakatifu, huwezi kuwa na nanga kama Roho wa Mungu hayupo. Na kushuka kwenda Misri kwa miaka 3, nafikiri hapana shaka hapo ndipo alipoanza kuchukua maandiko na kuyalinganisha na ufunuo aliokuwa amekuwa nao, aone kama hayo yalikuwa ni ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nifunge niseme hivi. Paulo alipoamini hakukaa tu kanisani kwete hivyo na mitume. Alikutana na Kristo kule Dameski na akachukua hatua ya kwenda Arabuni. Nabii anasema alipofika huko akakodi chumba. Hicho chumba hajakodi sababu Aisha afanye kazi. Paulo alikodi hicho chumba aweze kusoma neno usiku na mchana. Akajitenga mahali fulani, anataka ajue hii nguzo ya moto, je, ni ile ambayo Israeli walitembea nayo? Hii nguzo ya moto ndio ile iliingia gerezani, nguzo ya moto. Haleluya! Akakodi chumba. Ninyi wengine mna vyumba vizuri, hamsomi neno, hamfanyi chochote. Nabii anasema ndani ya hicho chumba angeinua mikono juu, anaomba, Bwana, nataka kujua hii nguzo ya moto ni ile ile au nyingine. Haleluya! Oh, Mungu nisaidie. Wengi hatuko busy na neno. Saa zingine una jambo la kufanya, uko huru kabisa, lakini usome neno, uombi, usikilizi, na uko tu pale. Sio Paulo. Msingi imara unapatikana unaposoma neno kila wakati, unapoomba kila wakati, unapoimba kila wakati, unapohudhuria ibada kila wakati. Meli yako inakaa sawa sawa. Ndio maana upepo ukija kwa matatizo, Branham anatuambia kuna kamti kadogo kanapokuwa kamepandwa, upepo ukija kanalala mpaka chini. Majaribu. Baada ya muda, kadiri inavyoenda kufanya hivi na hivi, inatikisa nini? Mizizi. Anasema kila anapofanya hivyo, katalala, kataamka, itaenda, mwishowe mizizi inakaza kule chini, ndio nanga inaanza hapa sasa. Mwisho upepo ule ule, na hata uje mwingi kiasi gani, ule mtu unafurahia majaribu. Jifunze kuomba na kusoma neno, na isiwe mpaka uhimizwe. Iwe ndio desturi yako, yawe ndio maisha yako, iwe ndio kupumua kwako. Haleluya! Kadri unavyokula ndio unavyoongezeka ndani. Ona mtu ni mnene nje, ndani ni mwembamba. Nabii anasema kuna mbwa wawili mle ndani, kuna ndege wa aina mbili mle ndani, mmoja mweusi mwingine mweupe. Inategemea yupi unamlisha. Wewe mwenyewe unashangaa kwamba naona sasa mambo yale ya kale yanakuja tena. Yanakujaje? Sababu humlishi. Ukimlisha Roho Mtakatifu, shetani atakonda.
Unanisikia vizuri kweli? Muulize mwenzake, tunamsikia mchungaji vizuri? Kamate mkono, mwambie lisha nafsi yako. Ngana na mahubiri hana maana hayo. Kufunga mpaka watangaza kanisani. Mungu saidie sana. Asa nafikiri wakati alipopokea Roho Mtakatifu na kushuka kwenda Misri kwa miaka 3, alikaa miaka 3. Nafikiri hapana shaka hapo ndipo alipoanza kuyachukua maandiko na kuyalinganisha na ufunuo aliokuwa amekuwa nao, aone kama hayo yalikuwa ni ya kweli. Nani majua kile kitabu mashuhuri maarufu sana cha Waebrania, hakuna mwingine angeliweza kukiandika ila Paulo, sema amen, kwa sababu yeye alijua jinsi hiyo mifano na mifano ya mifano ni somo la kupendeza jinsi gani. Haleluya! Kitabu cha Waebrania, Paulo anazama ndani, asema ile agano la kale tuliisha mali fulani ikapatikana jipya na kadhalika. Hakuandika kama kuandika tu, alikaa chini miaka 3. Mungu atusaidie kwenye vyumba vyetu, makazini kwetu, muda wa kupumzika, muda wa kupumzika kazini, usiendelee kuongea na watu. Uwe na mahali unakaa kama Charles Finney. Charles, haleluya! Wakati wa mapumziko alikuwa ni advocate. Muda wa kupumzika, Charles angetoka aende kwenye kichaka fulani aombe. Uwe na tabia kazini kwako kuwa na gofu mahali fulani unaomba, kuwa na gogo mahali fulani unaomba, kuwa na mahali pa kujificha kuomba. Maisha ya neno, kusoma neno na kuomba ni kama unatia nanga. Unapopungukiwa neno unakuwa yavuyavu, unakuwa mwepesi. Mungu atusaidie sana. Unakuwa mwepesi kabisa, na likija jaribu na kutikisa na kubeba, sio kutikisa, linakubeba. Kuna uzito. Na niwaambie leo, kama ulikuwa hujajua, nilisoma wiki iliyopita. Wangapi wanaamini shetani anaweza kupima uzito wa mtu? Yaani wewe anayekupima ni shetani. Unapima hivyo na hamna kitu. Huyu anaweza kumrusha anavyotaka, piga sana mteke. Lakini akikuta mkamilifu sana, umesimama wima. Inabidi wajadiliane, twende wangapi? Kwa yule dada yule twende 5. Yule ndugu yule mmoja tunaanza peke yao. Wanakupima, wanajua. Mungu atusaidie sana. Unampenda Bwana? Anasema na sasa Paulo alikuwa amekutana na Yesu siku moja. Akakutana na yeye uso kwa uso kwenye barabara ya Dameski alipokuwa akishuka kwenda kuwatesa Wakristo. Mgomvi mkubwa, akitoa vitisho vikubwa na kufanya mambo dhidi ya kanisa la Mungu, akifanya maangamizi. Sababu ya yeye kuwa na maisha haya yaliyotiwa msingi kwa Kristo ni kwa sababu yeye binafsi sasa akiyaweka kando mafundisho yake, alikutana na Kristo kibinafsi. Na hiyo ndiyo njia pekee utakayopata kumfahamu, ni kukutana na Yesu kibinafsi. Acha Mungu wa kanisani wa ibada pamoja hapa. Mwingine akiwa hapa ni Mkristo, akitoka mwingine. Ukristo wenye nguvu sio hapa. Ni wa peke yako kule nje. Ni wa peke yako Kariakoo. Haleluya! Kiwa kanisani mtakatifu, kiwa pembeni unaongea maneno ya kiuni. Tano na unatoa 5. Kariakoo. Sema hapa hakuna mwaminio. Mwaminio yupo. Roho Mtakatifu yuko pale. Haleluya! Naona yupo. Hata ukiwa pembeni. Haleluya! Sikia niwaambie, ile nguvu ilimlinda Simoni ndio hiyo mimi naizungumzia. Usizoofishe ulinzi wako, usizoofishe baraka zako. Shetani anakuwinda kila wakati, mwache Bwana wako. Mungu atusaidie sana. Anasema hii ndio njia pekee utakayopata kumfahamu, ni kukutana naye na yeye. Kumjua yeye ni uzima, sio hata kulijua neno lake. Kulijua neno, unaweza kusoma neno ukalijua na usimjue yeye. Unaelewa vizuri? Kumjua yeye ndio uzima. Neno unaweza kuliacha kitabuni na ukaenda za Kariakoo, ndio? Sasa kumjua yeye ni kufahamu.
yuko futi moja masaa yote. Naona Paulo hakuwa amepata ujuzi huu bado huko nyuma, ndipo akasema mahali pamoja hapa, maisha ninayoishi sasa sio yale niliishi zamani. Ilionyesha kwamba alikuwa anaishi maisha tofauti. Wakati mmoja maisha yake yalikuwa yamebadilishwa. Ukristo kila wakati unaangalia yale matabia alikuwa nayo, je, yameondoka yote? Na yale ambayo umeweza unasema Mungu ushukuriwe, lakini hii hapa nitagombana nayo mpaka niimalize. Haleluya! Naona basi maisha yako yanapobadilishwa, inakufanya ufanye mambo usingeweza kufanya kwa kawaida, na inakufanya kusema mambo usingeweza kusema kwa kawaida. Mtu aliye na maisha yenye msingi wa Kristo hufanya vitu ambavyo kabla ya msingi hafanyi. Atasema maneno ambayo asingesema huko nyuma. Utaona atakuongea kwake kubadilika, lakini kama bado ana msingi, utaongea na jifanya Mkristo kidogo, akipumba tu anaweza kusengenya. Anaweza kuvumilia, akigundonywa kiroho sana anajikaza. Baada ya muda mfupi unaona anaanza kucheza tena. Kwa nini? Hana msingi. Kwa nini? Yeye ameshikilia, anaamini maandiko, sio maandiko peke yake. Hebu muamini yule ambaye yeye mwenyewe uwe na uhusiano naye. Mbona Paulo alisimama moja kwa moja katikati ya watu na Wayahudi na kadhalika, na angeweza kutoa ushuhuda wake, na Mungu atusaidie. Mwisho, nafikiri Mkristo yeyote anapaswa kuwa hivyo. Kila mwaminio kamwe, nafikiri sasa wahudumu kamwe hawapaswi kujaribu kuingia mimbarani mpaka wamekutana na Mungu juu ya huo mchanga mtakatifu ambao hakuna mwanafalsafa anayeweza kuelezea vibaya. Ulikutana na Mungu nawe unajua hilo, wala hakuna kitu kinachoweza kulificha kutoka kwako. Sasa tuna nyakati ambazo tuna wasomi wengi na kadhalika, wengi hawataki kumtafuta Mungu kabisa. Mungu atusaidie. Nikome hapa, siendelee tena, lakini kwa neema ya Mungu nitazungumza Jumapili kwamba kila mmoja anapaswa kuwa na kanisa la nyumbani, anapaswa kulisapoti kanisa la nyumbani, anapaswa kuliunga mkono, anapaswa kuliombea, anapaswa kutoa ushauri wake juu ya hilo kanisa, na anapaswa kuwa mwaminifu kwa kuhusu ibada. Kwa leo nataka niseme haya machache. Tuna chaguo. Mungu akitupa neema, tutaanza Jumapili ijayo kwamba kila mmoja ana haki, kila mmoja wetu anapaswa kuwa na kanisa la nyumbani. Amen. Unachagua sema, hili kanisa langu, vipande vishuke, kama kunatokea ugomvi sitakimbia, nitasimama kupambana mpaka ikae sawa. Ukimwona mtu mambo kiharibika anahama, ni mtoto asiye na akili, anawaza kama nyumba ya babake ikianguka naye anakimbia. Mtoto halisi. Kuna ugomvi nyumbani wa familia, atafanyika mpatanishi. Amina. Mungu awabariki sana. Tusimame. Inuliwa nyenyekea, jifanye mjinga kwenye neno. Kristo sio mtu mjanja. Kristo ni mtu mjinga. Anajifanya kama ajui wako najua, anakuwa kama hana nguvu, kumbe ana nguvu. Ni kama ajui kuongea, lakini anaweza. Jifanya kama hajasoma, kumbe amesoma. Mungu, unao uchaguzi. Unataka kutembea vizuri na Mungu au unataka tumekuinulia mikono yetu Baba, wewe unatimiza baraka na laana pale ambapo tumekosea. Bwana, tunaomba msamaha. Onekana Mungu wetu uliye mwema, tusaidie, tusamehe Bwana, tutakase kwa damu ya thamani, tupe neema kuzamisha Baba zile nanga. Mungu wetu uliye mwema, yale masharti condition
ya neno, tupe kwa watumwa wa neno, tupe kutumikia neno usiku na mchana. Najikabidhi kwako Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu tumshangilie Mungu wetu aliye hai. Tunaweza kuketi.